Wakati mama yetu Samia anaendelea kufanya vitu vikubwa Tanzania, na actually sio tu kufanya, tunajionea maendeleo ambayo yanaendelea, na ile kauli ya kusema hapa kazi iendelee ndio kile ambacho sisi tunakitazama. Sasa majuzi kati hivi kulikuwa kuna sehemu anafanya ile ziara yake ya masuala ya maji Tanzania, na wakati anafanya hivyo tunajua kwamba rais anakuaga na walinzi wawili nyuma wamesimama. Nadhani hicho ni kitu ambacho kinaeleweka sana, na kwa sababu huyu ni rais wa kike, wale ambao wamekaa nyuma yake ni wanawake. Kuna yule ambaye anavaa uniform na kuna yule ambaye anavaa zile nguo nyeusi ama suti nyeusi, ama wenyewe wanasema counter suit. Kuna namna wenyewe wanajua kwamba hizi nguo za wale watu wanasema usalama wa taifa. Sasa kuna tukio limetokea ambalo si la kawaida sana kwa sisi kulishuhudia. Kuona mlinzi akiwa anashindwa kusimama mwenyewe baada ya kusimama kwa muda mrefu. Na hii hali mara kadhaa wanasema hata watu ambao wanahusika na masuala ya kiafya wanazungumza sana kuhusu hivi vitu, kwamba sometimes inaweza kukutokea ukawa kama umekosa nguvu ya kusimama kama ukiwa umesimama muda mrefu. Na nadhani pia kutakuwa na sababu ya labda shindikizo la damu, labda namna ambavyo mfumo wa damu unafanya kazi kipindi ambacho wewe unasimama kwa muda mrefu. Sasa huyu mlinzi wa rais, nadhani kwa sababu unajua hotuba za rais muda mrefu zinachukua muda mrefu sana, na kwa sababu yeye anakuwa ni mtu ambaye amesimama muda wote toka ambapo rais amekaa mpaka rais anasimama, yeye anakuwa amesimama tu muda wote. So ilitokea sintofahamu baada ya kuonekana kama anashindwa kuhimili ile hali na kutaka kuanguka. Lakini uzuri wa jeshi letu la Tanzania na viongozi wetu walishuhudia hilo mapema sana, wakawahi kabla ya kwenda chini, labda kungekuwa na madhara mengine kutokea, labda angeanguka vibaya na vitu kama hivyo. Lakini pia Rais Samia ameonyesha ukakamavu baada ya kuonyesha kwamba hii hali imetokea, ikabidi aonyeshe ukakamavu na kuendelea na speech, huku ikiwa baadhi ya maafisa wa polisi wakisaidia hilo tukio kwamba inabidi likae sawa. So hii imekaaje? Watu wengi wamezungumza kwamba huwa inatokea labda kutokuwa ukomavu wa maaskari, ndio maana labda hali inaweza katokea vitu kama hivyo, labda sometimes labda mazoezi, labda mwili kujaa na mafuta, mishipa kushindwa kufanya kazi namna inavyotakiwa, mfumo, tunarudi pale kwenye mfumo wa damu labda. Lakini watu wengine wamesema kwamba haikuwa na haja, labda kwa sababu labda ni mtoto wa kike, labda hatukuwahi kuona mlinzi wa kiume ikimkuta tukio kama hilo. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo watu walikuwa wanazungumza, lakini kikubwa zaidi mimi nasema kwamba hii ni hali ya kibinadamu, na kama ni hali ya kibinadamu basi kwa mtu yote inaweza ikamtokea, si tu kwa mtoto wa kike, hata kwa mwanaume pia inaweza akamtokea. Ukitazama vizuri, huyo mlinzi ni moja kati ya watu ambao wanafanya kazi vizuri sana, na sio kwamba kazi ameanza jana ama leo, ni mtu wake wa kila siku. Kwa hiyo ime happen tu kwamba sometimes kuna bad day, kuna good days, hivyo vitu vina happen, watu wao wanaelewa. Lakini pia afya pia sio ya kuiwekea guarantee. Unaweza kawa mzima saizi na jioni ukasema bwana kichwa kinauma, mala hali mbaya, mala mahututi na vitu kama hivyo, yakafumuka magonjwa mengine ambayo watu hawakuwaza wala kuyatarajia. So sometimes watu ambao wanasema na kubedha kwamba mama anatibidi atafute mlinzi wa kiume, au ile kauli kusema kwamba watu wanasema haki sawa kwa wote ivunjwe kwa sababu tu imeonekana ni mtoto wa kike ambaye ameanguka, hii ni sio sawa. So kwa watu wanakuwa na nadharia hizo za kuzani kwamba kuanguka ni kwa sababu ya mtoto wa kike. Hapana, ni kwa sababu pia amesimama labda kwa muda mrefu, mfumo wa mwili uko tofauti kidogo, na ndio maana labda haujakaa poa. Lakini ukomavu wa Mama Samia baada ya kuona ile hali ya kuweka hali ya taharuki, akaendelea kufanya speech kuweka attention ya kwamba hili jambo ni la kawaida, na nadhani pia maafisa wanalishughulikia. Kwa hiyo sometimes hivyo vitu vipo,
sio uzee, sio ujana, hata mtoto mdogo pia inaweza kukuta hiyo hali. It depends ni namna gani na mazingira gani umepatikana kwenye hiyo hali. So pole kwake, kwa sababu ni moja kati ya kazi, na tunamjua mama yetu Samia, pia tumpe hongera kwa kile ambacho anakifanya hapa. Kazi iendelee, na kweli kazi tunaiona kila siku, siku zinazozidi kwenda, na huu ni mwaka wa campaign, kwa tutegemea mazuri kutoka kwake, kwa sababu naamini kabisa ni moja kati ya rais ambaye anapendwa sana hapa Tanzania.